Hivyo nitaka kumwambia tu Diki ujumbe wa kwamba popote pale Diki ambapo atakutana na mimi, hakiniona tu ajihisi kuwa mimi Gatuso namuona yupo uchi. ISTV. Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje mtazamaji wa ISTV? Leo tupo na Gatuso Wanyanga tena, ambaye tutapiga naye mastori tupate kujua mengi zaidi ambayo yanajiri katika mitaa yetu hii ya kujidai. Vipi hali? Mimi niko poa. Endeleaje? Namshukuru Mungu niko sawa. Okay, sawa. Kwanza mimi nitamani kujua kitu kimoja kutoka kwako zidi ya tasnia ya filamu katika upande wetu huu au katika tasnia yetu hii ya kujidai hapa kambini Nyarugusu, unaionaje kwanza? Ya tasnia iko sawa na tunafanya vitu ambavyo tunajua tunavyovifanya sisi wenyewe. Kwa hiyo iko sawa. Sawa, lakini tukiangalia comedian ndio imekuwa ina power sana kuliko watu wa serious. Labda una kitu gani ambacho unaweza kutuambia, kitu gani ambacho kinaendelea hapa katikati zidi ya movie ya serious na comedian? Why comedian iwe juu sana kuliko serious? Ni kwa sababu siku hazifanani. Kwa sababu itafika kipindi na wenyewe watakuwa juu, hata sisi tutashuka. Ila najua mimi kushika nafasi sio kwa milele utakuwa unashika nafasi, kwa sababu siku zinabadilikaga. Na kila siku kibadilika, hata matendo na mionekano huwa inabadilika pia, kwa sababu tayari siku imeshafanyeje, imeshabadilika. Kwa hiyo ambacho hawajafanya ni kile kufanya kitu ambacho kitaleta mabadiliko kwa siku zao. Labda kwa nyinyi mkiwa kama makomediani, labda ni vitu gani ambavyo mmeviboresha mpaka sana yenu ya comedian iwe juu zaidi? Ambacho tunazidi kukiboresha ni kufuata nyayo za mashabiki zetu, vitu ambavyo wanavipenda. Na sisi huwa ndio tunapendelea sana kufanya vitu ambavyo mashabiki zetu wanavipenda sana. Sawa. Lakini tukiangalia Gatuso Wanyanga sasa hivi hatujaona collab ni muda mrefu. Hatujaona collab kutoka nje ukishirikiana na baadhi ya wasanii kutoka nje ya nchi ya Tanzania au kwenye mitaa yetu tu hii au katika mikoa mingine ya Tanzania. Labda changamoto inakuja iko wapi hapa kutoka kwako? Mimi sina changamoto yoyote na sijafikiria kufanya collab yoyote na wasanii wa nje hapa. Kwa sababu mambo ni mengi ambayo tunajipangilia pia. Sisi ni watu ambao tunajiendesha peke yetu, kwa hiyo inabidi tufanye vitu kwa misingi na mahesabu ya hali ya juu. Sawa. Lakini ningetamani kujua tofauti wako na comedian wenzako uko vipi kwanza? Tofauti ni maandalizi tu. Kuna wanao tumaini kubebwa na kuna sisi ambao tunajibeba. Sawa. Lakini tukiangalia moja kati ya nitumie kauli, wapinzani wenzako sasa hivi wapo nje na wanafanya kolabo na wasanii kutoka nje. Je, unahisi kutakuwa na mabadiliko ambayo yanaweza kaja kufanyika makubwa kuliko ambayo utakuja nayo? Mimi sijui, ambayo anajua kila jambo ambalo sisi tunalifanya ni Mwenyezi Mungu tu. Na ndio maana mimi kila kitu changu anapenda nikiweke kwenye mikono ya Bwana, kwa sababu yeye ndo muamuzi, yeye ndo mtunzi wa kila kitu ambacho tunakifanya. Mungu ndo ana uamuzi, hakuna mwanadamu mwenzako mwenye anaweza kukwambia kuwa utafeli na unafeli. Hapana. Kwanza mwenzako akikwambia utafeli, hapo Mungu atakuzidishia uzidi kupata. Yule ambaye alikwambia utafeli kesho anasikia haya. Kwa hiyo mimi siwezi nikajua tofauti, mimi najua anafanya tu, lakini hawajafikia vile ambavyo sisi tulishavifanya huko nje. Okay, sawa. Lakini natamani kujua kitu kingine zaidi ya muziki hapa nyumbani. Tukiangalia muziki imekuwa ni mingi au ngoma zinakuwa zipo nyingi ambazo zinaachiwa, lakini sijaona ukiwa kama comedian ukijaribu kusupport hata angalau kwa challenge, kuangalia hata kwa moja kati ya wasanii ambao wako hapa hususan hao machipukizi. Labda tutazame kitu kimoja kutoka kwako. Kwa nini mara nyingi haupendi kusupport vijana wetu hapa nyumbani au upendi kusikiliza ladha ya muziki hapa nyumbani? Sasa hivi nimejikuta kuwa natoka kufuatilia muziki hapa nyumbani kwetu, kwa sababu pia hata wenyewe wasanii wa muziki hapa nyumbani kwetu hawatusupport sisi. Labda tungetamani kujua labda ni aina gani ya support ambao mtu au aina gani ya support ambao mkiwa kama comedian mnaitaka kutoka kwa wasanii wetu wa nyimbo za kawaida? Ni kama hiyo ambao wewe uliitaka sisi tuifanye, kwa support, kwa wafanyia challenge, na kama gisi na sisi tunaweza kuposti kazi zetu, wakatusaidia tusaidia hata kuweka status na kusambazia wale ambao wanao kwenye contact zao. Sasa wenyewe wanapenda sisi tuwasupport, lakini wenyewe wasitusupport sisi.
Sasa ni kazi ya Bwana, ni kama gisi inakuaga inaga makosa. Ukikosa kunisupport na mimi sitokusupport. Kwa sababu mimi najua na mashabiki zangu na wewe na mashabiki zako. Ukiposti kitu changu mashabiki zangu wataangalia, na wewe ukiposti kitu chako mashabiki wako wataangalia. Tunakuaga na supportiana kwa kuhamisha fan base iwe kubwa. Mashabiki wa fulani tunaona fulani anaposti kitu cha mtu fulani, acha kwa tukakiangalia, kwa sababu sisi tunamkubali yule fulani. Sasa sisi hatupo hivyo. Sasa hivi tuko hapa kwa kurudishana nyuma tu. Pale kumsupport mwenzako unamuombea arudi nyuma. Sasa hivyo sio sawa. Na ndio maana mimi nimesharudi nyuma kusupport tena wasanii wa muziki wa hapa. Lakini tukiangalia miezi kadhaa nyuma hapo, msanii kutoka DRC nadhani alikuja na kuhamasisha kwamba tutangaze Bembe Tuzo World izidi kwenda viral. Labda kosa inakuwa wapi kwa tafakari yako, ili mradi watu tukae katika msingi ambao tunatakiwa tufanye vitu gani? Mimi ni mwana Bembe Tuzo World, lakini kuna mambo mengi ambayo yanapitikanaga kwenye Bembe Tuzo World mimi siyajuagi. Kwa hiyo kuna Bembe Tuzo World inagawa, na aliyokujaga humu ni mwanamuziki na alifataga wanamuziki. Kwa hiyo sijui mimi naweza nikakwambia kipi kuhusiana na Bembe Tuzo World au kuhusiana na mkusanyiko wa Bembe Tuzo World. Kila mtu anawakilisha Bembe Tuzo World kwa njia zake na kazi zake ambazo anazifanya. Mimi siwezi nikawakilisha Bembe Tuzo World kwa muziki. Mimi nawakilisha Bembe Tuzo World kwa comedy zangu ambazo nazifanya. Kwa hiyo alikuja humu ni mwanamuziki, akija comedian tutawakilisha na sisi kama comedian. Kwa alipokuja humu mwanamuziki wa Bembe Tuzo World, waliwakilisha wanamuziki wa Bembe Tuzo World hapa nyumbani kwetu. Kwa hiyo nilikuwa sina budi na sina cha kuongea tofauti na kuambia kuwa tuzidi tu kushirikiana na kupeleka Bembe Tuzo World kwenda mbele. Sawa, lakini mkiwa kama Bembe Tuzo World ambao mnaisambaza kupitia comedian, labda kitu gani ambacho mnachoplan mkiwa kama comedian ili mradi kukuza talenti na pia vipaji ambavyo vinazidi kuchipuka kutoka kwa wadogo zetu? Nafikiri kitu gani kutengeneza hapa? Kutengeneza ni kwamba kila mtu ana mbinu zake za utendaji wa kazi. Lakini sisi wote tunafanya kitu ambacho kinasukuma nguvu moja. Kwa hiyo naweza nikasema mbinu ambazo anaziandaa huyu mimi siwezi nikazijua, na yule mbinu ambazo anaziandaa mimi na yaweza akazijua, kwa sababu hizo kazi ambazo tunazifanya zinaomba kuzifanya kwa akili sana. Inabidi kutumia akili na ubunifu ambao ukifanya kitu kuwa watu watakielewa kile kitu ambacho umekifanya. Kwa hiyo tunapangilia kufanya mengi mazuri ambayo yatafurahisha jamii pia na kuelimisha jamii yetu. Sawa. Tumeona moja kati ya klipu ambayo umeandaa wasanii wa muziki wa hapa kwetu ukidai kwamba ushirikiano unakuwa ni mdogo kama jinsi ambavyo vilivyotoka kuzungumza. Lakini kwa nini ukiwa kama Gatuso Wanyanga hujapenda kuongea nao ana kwa ana mpaka wajibu kupitia mitandao yetu ya kijamii? Ni kwa sababu wenyewe waliongea na mimi kwenye mitandao yetu ya kijamii. Hata na wenyewe pia wakupenda kuongea na mimi ana kwa ana. Mimi sinaga kiburi bro. Na mimi sijuagi brand ni nini. Mimi nakuaga naheshimu mtu yoyote. Na naongeaga na mtu yoyote kama rafiki yangu, kama kakaangu, kama mdogo wangu, kama babangu, kama mamangu. Kwa hiyo ukiweka brand msanii kwa shabiki ndo kile kitu ambacho kinaitwa kuwa kufeli kuupo, na tutafeli sana. Kwa sababu unashindwa kuchukua namba za mtu ambaye anafuatilia kazi zako, unatumaini kuwa ukitoa kazi yako ataenda tu YouTube na kuangalia kazi yako. Ni lazima mtumie kazi bro. Kukaa na namba za watu wengi ni nafasi kubwa kutengeneza nafasi kwenye kazi zako. Kwa hiyo niliumizwa sana na jambo ambalo ndugu yetu Diki aliliongea kwenye mitandao kuhusiana na mimi. Mimi siko vile gisa nifikiria. Lakini mimi nakuaga mjinga ukiniona kuwa mimi ni mjinga. Lakini nakuaga mtu mbaya sana kwenye kuongea na mtu. Hivyo nitaka kumwambia tu Diki ujumbe wa kwamba popote pale Diki ambapo atakutana na mimi, hakiniona tu ajihisi kuwa mimi Gatuso namuona yupo uchi. Unyama mwingi. Kuna kitu ambacho pia hapa natamani nijue, kabla ya ile sakata kuwepo, kulikuwa na uhusiano gani hapo kati yako na Diki Real? Uhusiano ambao ulikuwepo, nilikuwa namuona tu, pia nilikuwa namheshimu sana kama legend wa music hapa nyumbani kwetu. Kwa hiyo nilikuwa nampatia heshima popote pale ambapo tutakutana na Diki. Yaani kifupi, kwa gisi nilikuwa namshika Diki na alivyokuja kuniongelea ni vitu viwili ambavyo vipo tofauti sana na vipo nje ya kitu ambacho nilikifikiria kuwa Diki anaweza kaongea hivyo. Bro, nilikuwa namheshimu Diki sana.
Lakini baada ya kauli ya kuongea hivi, Diki namlinganisha tu na mtoto wangu ambao bado yupo tumboni, ambaye hajazaliwa. Yaani namuona ni kama tu uchafu tu. Na kama ule bro anatumia hivi vile basi aache, sio fani zake. Sawa bwana. Lakini tulifanikiwa kupiga naye story, akatuambia kwamba yeye alikuwa hana baya na wewe, bali ni kukupa kitu kama ushauri, na akadai kwamba kwa kuwa uliamua kumjibu, yeye hawezi akasema chochote, isipokuwa alidai kwamba kuna mabadiliko ambayo unatakiwa uwe nayo. Je, kwa kuwa hii kauli kwanza unaizungumziaje? Mimi sio mwanamuziki bro, na hawezi akaona mabadiliko ambayo yeye anataka niwe nayo. Mimi nafuata mabadiliko kwa mashabiki zangu tu. Mashabiki wakitaka nifanye kitu ambacho kiko hivi na ndio kitu ambacho nitakifanya. Bro, mimi Diki, kuna namna Diki nilivyokuwa namshika na sasa hivi ni tofauti. Kushauria mtu au kuombi kutumia hasira au kutumia maneno makali na kutumia maneno machafu. Bro, Diki amechafua sana kupitia ushauri, kama anasema ni ushauri. Alichokiongea Diki akiwa amekuongelea wewe, ukikisikia utasema mtu aongee kwa kushauri. Mtangazaji alimwambiaga kuwa nimesema Bembe to the World ina ubaguzi, hilo liko vipi? Akaja kumjibu mtangazaji, akaja kumjibu mtangazaji kwa kupaniki. Apigiwe simu yeye kama nani? Ni mfalme wetu. Ajisogeze na wasanii wenzake, aache kitu brandi. Yaani mimi nimpigie simu na akiendelea na yali hatopigiwaga simu na mtu yoyote. Nimpigie simu, mimi ni mjinga. Aache ujinga. Ndio maneno ambayo Diki aliniambiaga mimi. Bro, ile ni ushauri au hiyo ni ushauri? Alikuwa ananitafuta na alinipata na mimi nilimpa. Mimi siogopaga mtu bro. Mimi naogopaga mama yangu alionizaa tu na baba yangu. Huwa siabudu. Naabudu baba yangu na mama yangu tu. Ndio watu ambao nawajua. Lakini ukiniingia hivi nitakuingia. Najua maswali yatakuwa mengi na bado kuna video nyingine ambayo Yesu amesema ananishauri. Mimi ndo nataka nimshauri sasa. Nataka nimshauri sasa. Labda kwa nini ukiwa kama Gatuso Wanyanga usiamue kusuluhisha hili jambo, labda kwa kwenda kukaa naye chini na kutengeneza kitu kama maongezi, ili mradi muweze kutatua vitu kama hivi? Diki mimi siwezi nikakaa na Diki chini. Kwa sababu hakuna siku Diki aishaga nipatie 1000 au 500. Kila mtu hapa kambini ana maisha yake bro. Kwa hiyo hauwezi ukampandia mtu jua ambao mkulishi. Na familia. Niko na watoto wengi mimi, najua namzidi watoto. Kwa sababu wenyewe walianza kuzaa ile ya 20 sasa. Kwa sababu mtu wa umri kama wa Diki kuwa na kitoto cha miaka 4 ni aibu. Sasa hivi sisi tuna watoto wa miaka 5. 6 tuna. Na watoto 6. Na familia. Mimi ni baba wa familia. Unaniongelea vibaya ili mradi kesho watoto wangu waje waone nini? Wajifunze nini kupitia kazi zangu mimi? Acha ujinga sasa hii. Maana yeye ndo mjinga. Yaani mjinga tena ni mtu mmoja ambao ni mtu wa hovyo. Hovyo tena hovyo sana. Yaani mimi Diki niko namwambia ni kweli, akikutana na mimi hata kuwa amevaa nguo ya samani kiasi gani, huwa yani ajione kuwa ajisikie kuwa mimi Gatuso namuona yuko uchi. Yaani nimemwona mtu wa hovyo na alivyo sasa na kichwa kikubwa, utafikiria kama ni mtoto mwenye anaumwa bwaki. Lakini tulifanikiwa kupiga naye story, na hapo nimesikia kwamba hajawahi kukupaga hata buku. Lakini tulifanikiwa kupiga naye story bwana, akatuambia kwamba kuna wewe hujawahi kumsaidia chochote, lakini yeye sio kusaidia chochote. Sawa? Akadai kwamba kuna hadi voice ambazo anazo ambazo nimekuchati ukidai kuomba support kwake. Labda ili swala lina ukweli gani? Mimi kusapoti mtu na kumsaidia mtu haiombaji mpaka hiwe matangazo ya vifo, na ndo hizo hali ambazo nimemwambia kuwa ni mtu mzima ambaye ana akili ya kitoto. Kunipa mimi pesa ni kufanyia challenge, sio kunisaidia, bali mimi na kufanyia wewe kazi. Kama gisi ulivyoona ni kupitia ndugu yangu, msaada wake kwangu unaweza ukawa na nafasi kubwa. Kuna ngoma ale obena bya bololo. Ile ngoma nifanyaga promotion nyingi pasipo na voice yake. Yaani nilikuwa naimba mimi. Akavutiwa, yani sikumfataga na hakunifataga.
lakini alivutiwaga baada ya kuona ile video akanipatiaga shilingi 30,000. Nilimwomba. Ni kazi ambayo nilifanya. Na nilifanya ile kazi, sikumwambiaga kuwa nakufanyia kazi. Baada ya kuiona ile kazi, kafika stage kipindi narudi kutoka Burundi kuja huku, nikapatwagwa na tatizo Sosmo. Ambia bro, kuna katatizo nimekapata hapa, sijui. Napigia familia simu, hazipatikani. Sijui nitafanya vipi. Akaendaga kunikopea shilingi tena 30,000 kwa wakala wake. Akanitumiaga. Nilipofika nikamrudishia pesa zake. Sasa amenisaidia nini? Mimi msaada huwa sidharau msaada. Msaada ambao alinisaidia ni ile kunitokea sehemu na kwenda kunichukulia kitu ambacho kilinisaidia. Ndio msaada ambao nakuanga namshukuru. Natumaini ndio voice ambazo mlisikia tukiongelea kuhusiana nayo, lakini utofauti nayo hana kingine ambacho atamwambia. Wewe ni msaada au ni vile tu tulipenda tuongee kwa sababu tunaonekana tunaongea. Bwana, mimi niseme kwamba hiyo vita yenu bwana, acha tuachie wenyewe ni jinsi gani mtakavyomaliza. Lakini una kitu gani ambacho unaweza ukampa kama ujumbe akiwa kama legendi wa muziki hapa nyumbani? Ajijue kuwa yeye ni nani na hajue watu wanamshika kama nani. Kwa sababu mtu unapokuwa unashikwa na heshima, ukiwa unaongea maneno sasa ambayo hayana heshima, ndio kila mtu atakuwa na mtu wa hovyo. Kama hivi gisi mimi nilivyomuona mtu wa hovyo. Hajijue kuwa yeye ni msimamizi, yeye ni mzazi wa watoto ambao wanachipuka, yeye ni mzazi wa wasanii wengi ambao wanafanya muziki hapa nyumbani kwetu. Kwa hiyo hajisimamie kama mzazi. Hawe na maneno ya kutoka kinywani kwake kama mzazi. Asiwe na maneno ya kutoka kama mtoto mdogo ambaye nimemzaa mimi. Hiyo ni vibaya na ipo kinyume na sheria. Afanye vitu kama mtu mzima, asifanye vitu kama mtoto. Sawa. Na pia una kitu gani ambacho unaweza ukawaambia mashabiki zako ambao wanakutazama mpaka time hii hapa? Ya, niambie mashabiki kuwa ni muda mrefu sana nipo kimya, lakini kuna full movie ambacho nimekileta, kitatupatia nafasi ya kuwa naandaa filamu nyingine, lakini niona niwaachie kwanza hicho full movie ambacho kinaitwa RIP. Ya, kwa hiyo soon tu hapa hivi naachia mzigo YouTube, huku nitakuwa nawaachia pia, nitafungua channel mpya nyingine ambayo nitakuwa naiposti behind the scenes zote ambazo tutakuwa tupo location, ili mwe mnaburudika kule huku mkiwa mnasubiria kazi ambayo itakuja, kwa sababu natumaini naandaa kazi nzuri ambayo itakuwa na upendo kwa jamii yetu, na natumaini ni nzuri pia. Sawa bwana, mimi nimeshukuru kwa kampani yako siku leo. Bwana, mimi niseme kwa leo acha tuishie hapa bwana. Huyo ni Gatuso Wanyanga ambaye ametoa yake ya moyoni zidi ambayo yanaendelea katika mji wetu huu hapa kujidai. Bila kusahau kwenye mic si mwingine ni Mo mwenyewe hapa aka M095, na nyuma kamera si mwingine ni PankeZ Creative. Kama hujasubscribe hakikisha umesubscribe, umeshare, like na comment ili wa kwanza kupata vitu vyetu kila siku. Ciao.